itabidi sasa tuwe na mjadala na watu ambao wanapeleka makesi kotini kuzuia maendeleo katika taifa letu la Kenya. Itabidi tuulizane maswali. Ni kweli ama si kweli? Yes, itabidi tuulizane maswali. Haiwezekani ya kwamba Kenya, maendeleo ambayo tumekuwa tukingojea miaka nyingi, mipango ambayo iko katika katiba ya Kenya, mipango imepitishwa katika bunge la Kenya, mipango ambayo wananchi wa Kenya wamepigia kura katika manifesto ya chama wamechagua, ati watu wachache, wawili watatu, wameenda kotini, wakahongana kotini, mpango hiyo ikasimamishwa, barabara ikasimamishwa, universal health coverage inasimamishwa, mambo ya housing inasimamishwa. Lazima tuwe na mjadala. We must ask ourselves, ama namna gani? Yes, lazima tuulizane maswali. Na ndio mimi nataka niseme, we are a democracy. We will protect the independence of the judiciary. What we will not allow is judicial tyranny and judicial impunity. That we will not allow. That will not happen. Haiwezekani ya kwamba wakati tunaheshimu uhuru wa mahakama, watu wachache, watu ambayo ni beneficiaries, kama wale beneficiaries ambao wamekuwa wakiiba pesa yetu pale NHIF, 50% ya pesa ya NHIF zinafujwa na mahospitali chache, wakora chache, fake hospitals, fake doctors, wanafuja pesa ya NHIF. Tumesema ya kwamba tunabadilisha sheria. Hawa wabunge wamebadilisha sheria. Mimi nimeweka kidole, imekuwa sheria ya Kenya, kwamba sasa tutabadilisha vile mambo ya NHIF inaenda mbele, ili tuzuie pesa ya umma isipotee. Tukawa na digital health bill ambayo sasa itaweka a digital system that will protect resources that are meant for health in Kenya. Alafu watu wachache ambao wamekuwa wakiiba hiyo pesa wameenda wakatafutana na corrupt judicial officials, wakapanga njama ati wazuie ndio waendelee kuiba pesa ya NHIF, nusu ya pesa ya NHIF. I want to tell you my friends, hiyo haiwezi kuendelea. Sijui kama tunaelewana. Mimi nataka niwaulize, mnataka pesa ya hospitali iendelee kuibiwa na watu wachache ati kwa sababu wameenda kotini kwenda kuhonga judge? Bana. No. Hiyo hapana. Mimi nataka niwatangazie mapema ya kwamba mambo ya watu wachache, people with vested interest, people who are beneficiaries of the corruption in the former NHIF, ganging up with corrupt judicial officials to stall the program that is going to make it possible for ordinary citizens to access health care, so that a few corrupt characters, hospitals, fake doctors, can continue to steal from NHIF. I want to tell them it will not happen in Kenya again, and we will stop it. We support the independence of the judiciary, but corrupt judicial officials working with those who vested interests that are benefiting from money stolen from NHIF, who want to perpetuate judicial tyranny and judicial impunity, we will deal with them. We will fight with them. We will not allow them. They will not go far. Mimi nataka niwatangazie mapema
Mimi ni mtu ambaye naamini mahakama. I respect the judiciary. I respect the independence of the judiciary. But I also believe that the judiciary cannot be abused by a few corrupt judicial officials. Katiba ya Kenya, Article 43, inalazimu serikali kuprovide housing that is decent to citizens. Inalazimu serikali kuprovide the highest standards of healthcare. Inalazimu serikali kupanga ajira ya vijana wa Kenya. Katiba ya Kenya. Hawa wa Kenya mamilioni walienda kwa debe wakapigia kura manifesto ambayo iko na program ya housing, iko na program ya universal health coverage, iko na program ya ajira ya vijana. Bunge wakaenda wakapitisha budget, iko na mpango ya housing, iko na mpango ya universal health coverage, iko na mpango ya kupanga ajira ya vijana. Ati alafu watu wachache ambao ni beneficiaries ya ukora wanaenda kotini, wanaenda kutaka kusimamisha hiyo kazi yote, ati vijana wetu waendelee kurandaranda wasipate ajira. Ati wa Kenya tusiwapunguzie hawa wenye mapato ya chini kutoka 500 mpaka 300 waendelee kulipa 500 na wao waendelee kuiba hiyo pesa. Ati wa Kenya waendelee kuishi kwa slums. Ati wa Kenya wasipate nyumba. Na hawa ambao wako kotini ni watu wako na medical insurance inalipwa na Wakenya. Wako na magari inalipwa na Wakenya. Wako na housing inalipwa na Wakenya. Je, huo ni ungwana? Hapana. Hiyo hapana. Our judiciary, we respect you, but judicial impunity by corrupt judicial officers must stop in Kenya. We will stop it, and whatever it takes. Kwa sababu sasa hawa wananchi wanataka kujiuliza, ile barabara ya Ihithe mnataka tujenge ama mnataka tungoje mpaka judiciary watuambie tujenge? Judiciary wanasema tusijenge. Mnataka tujenge? Nijenge hiyo barabara ama tungoje hawa watu? Tujenge barabara? Bwana Mbogwa, wewe bwana PS, weka pesa ya hiyo barabara tuanze kujenga. Ndio. Tuache kusumbuana kwa sababu the judiciary must submit itself to the constitution and to the people of Kenya. Ama namna gani? Mimi rais na hawa wabunge wote ambao tumechaguliwa, sisi we submit to the people of Kenya, we go to elections, we are tunapigiwa msasa, yule ambaye amekosa anafukuzwa, yule mwingine anapatiwa kazi. Si ni kweli? Sisi wote tunakubaliana. So I want to tell all of us, those of us who are leaders in the judiciary, those of us who are leaders in the executive, those of us who are leaders in the legislature, we are all subject to the constitution and the people of Kenya are sovereign. Tumekubaliana? Mimi nataka niwaulize watu wa Nyandarua, hii program ya housing ambaye itapatia vijana hapa Nyandarua kazi 5,000. Niendelee naye ama ningojee hawa watu watupatie ruhusa? Tuendelee. Ile program ambaye tumepitisha iko kwa katiba ya Kenya. Katiba inasema kila Mkenya, na katiba ndio supreme, haikuandikwa na rais. Katiba iliandikwa na Wakenya, si ni kweli? Katiba inasema every Kenyan is entitled to the highest standards of healthcare. Number 1. Number 2, hawa Wakenya walienda kupiga kura. Katika ile manifesto kulikuwa na mambo ya universal health coverage. Ya 3, bunge wameenda wakapitisha sheria 4 ya kuhakikisha kwamba mambo ya universal health coverage inasonga mbele, na wananchi wale wako chini tunapunguza gharama yao kutoka 500 mpaka 300, na tunahakikisha ya kwamba hakuna Mkenya tena ataenda kuuza mali yake ili aende kulipa hospitali
hata kama ni ugonjwa wa saratani, hata kama ni ugonjwa wa diabetes, hata kama ni ugonjwa wa hypertension. Sasa kwa mara ya kwanza kila Mkenya ataenda hospitali atibiwe na aende nyumbani bila ya kulipishwa pesa. Alafu hiyo program yote, kuna watu wakora wachache wameenda kotini wakakutana na wengine wakora huko kotini, ati wasimamishe waendelee kuiba pesa ya mambo ya afya. Hiyo mnataka tungojee hiyo maneno? Tuendelee na hii program ya universal health coverage? Tupunguze ile nini, tuendelee nayo? Bas, sasa maneno ndio hiyo. Sasa wakitaka kuuliza wakuja waulize wananchi. Ama namna gani? Yes, kwa sababu we must all be responsible and we must act responsibly. Mwaka mmoja uliopita tumepanga mambo mengi kwa sababu ilikuwa inatupasa tufanye hivyo. I want to thank the people of Kenya for giving us time to plan properly for our country so that we don't make mistakes that we made before. Tusifanye makosa ambayo yalifanyika pale mbeleni. Na nawashukuru sana. Sasa nataka niwaambie ya kwamba mwaka huu wa 2024 ni ile mwaka. Hii 2024 ni ile mwaka. Na mimi nataka tena niwashukuru kwamba katika kupanga haya mambo yote tumeelekeza mawazo yetu na mipango yetu sio kwa mambo ya leo na kesho, ni mambo ya usoni na vile Kenya itanawiri tukiwa pamoja.